wengine walikuwa wanatoa unabii kwa jina la Yesu, wengine walikuwa wanakemea mapepo na wanawatoa mapepo kwa jina la Yesu, wengine walikuwa wanawaponya wagonjwa kwa jina la Yesu, wengine walikuwa wanafanya miujiza mingi kwa jina la Yesu. Maana yake hapa anasema tena wengine walikuwa wanakula na Kristo pamoja, alikuwa wanakula na kunywa mbele ya Kristo. Lakini hapa Kristo anawaambia, ondokeni kwangu ninyi wote mtendao maovu. Anasema kwamba sikuwajua ninyi kamwe. Sasa leo nataka tuangalia kwamba kwa nini watu wengi hawa, kwa nini watakuja kukataliwa? Watu wengi ambao sasa hivi ni wa Kristo, ambao wanalitumia jina la Yesu, wengine ambao wanatenda miujiza kwa jina la Yesu, wengine ambao wanatoa unabii kwa jina la Yesu. Kwa nini hawa watu watakuja kukataliwa katika siku ile? Kwa nini watakuja kukataliwa katika siku ile? Hilo ndio swali ambalo tunajiuliza katika siku ya leo. Hivyo basi, fuatana nami katika ujumbe huu mfupi tukapate kujua kwamba kwa nini Kristo atakuja kuwakataa hawa watu ambao sasa hivi wanalitumia jina la Yesu, sasa hivi wanatumia jina la Yesu. Hawa watu ambao sasa hivi wanasema wanamjua Kristo, hawa watu ambao sasa hivi wanasema wameokoka ni wa Kristo, hawa watu ambao sasa hivi wanasema kwamba wananena kwa lugha, hawa watu ambao sasa hivi wanatumia vipawa ambavyo Kristo amewapa, hawa watu ambao wanakula na kunywa na Kristo sasa hivi. Kwa nini wanakuja kukataliwa katika siku ile? Kwa nini wanakuja kukataliwa? Kristo anakuja kuwakataa katika ile siku. Turudi twende tukasome tena katika kitabu, turudi katika kitabu cha Mathayo sura 7. Turudi katika kitabu cha Mathayo sura 7 tuone kwamba kwa nini hawa watu wengi watakuja kukataliwa na Kristo katika siku ile. Watakuja kukataliwa. Kumbuka kwamba anasema kwamba ni wengi watakuja wakisema kwamba tulifanya hivi na hivi, lakini Kristo atawakataa katika siku hiyo. Sasa kwa nini Kristo anawakataa? Tusome kitabu cha Mathayo sura 7. Tuendelee kusoma kitabu cha Mathayo sura 7. Tuanzie tena kusoma mstari wa 21. Anasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Kumbe anasema kwamba Kristo, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa Mungu. Maana yake kwamba sio kila mtu ambaye anasema ni Mkristo ndiye ambaye anaweza kaingia katika ufalme wa Mungu. Si kila mtu ambaye anasema kwamba ameokoka na analitia jina la Yesu ndiye ambaye anaweza kaingia katika ufalme wa Mungu. Si kila mtu ambaye anafanya miujiza, sio kila mtu ambaye ananena kwa lugha, sio kila mtu ambaye anatokewa na malaika, sio kila mtu ambaye anafanya mambo ambaye anampendeza Mungu kwa macho yake mwenyewe. Sio kila mtu ambaye katika hali hiyo anaweza kaingia katika ufalme wa Mungu. Lakini Kristo anawaambia kwamba bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Maana yake ni kwamba mtu ambaye ataweza kuingia katika ufalme wa Mungu ni yule ambaye anafanya mapenzi ya Mungu, ni yule ambaye anafanya mapenzi ya Mungu. Hivyo tunapata ujua ya kwamba kwa nini watu wengi watakuja kukataliwa katika siku ile, kwa sababu hawakufanya mapenzi ya Mungu, hawakuwa wanafanya mapenzi ya Mungu. Ndio maana watakuja kukataliwa katika siku ile. Sasa tunajiuliza kwamba mapenzi ya Mungu ni yapi? Je, mapenzi ya Mungu ni yapi? Je, mapenzi ya Mungu ni kama kwenda kutoa sadaka kwa mayatima? Je, ni kama kuwasaidia mayatima? Je, ni kama kuwatembelea wagonjwa hospitalini? Je, ni kama mapenzi ya Mungu